Nataka tusikie shuhuda jamani, sawa? Shuhuda kwamba baada ya Jumapili kutoka hapa aliendeleaje, na leo anachupukia hapa, tutajua tutapata tena maendeleo yake. Amina. Hebu tushuhudie basi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi niliokuwa mbele yenu hapa ni Ayubu Francis Damas kutoka Kindai. Nilipatwa na shida kipindi naendelea na mitihani yangu ya taifa. Nilikuwa nashindwa kula. Hiyo shida ilinipata usiku saa 8. Nilishindwa kula na kwenda toilet. Na kwenda pesa na kwenda toilet. Atatushia tumaendeleo yake. Baada ya siku chache nikaletewa dawa nikatumia. Kipindi naendelea na mtihani nilikuwa nashindwa hata kufanya mtihani. Mtihani ukiingia tu hivi hapa darasani, rafiki yangu akaenda kudhibitisha, naanza kuhisi kizunguzungu, tumbo naanza kunishika. Najisemea kwa nafsi, nasema mkuu, mtihani nishafeli. Nikasema Mungu yupo, ngoja niombe. Ndio. Nikawa naomba, hali natoka kwa muda mfupi, nafanya, nikimaliza hali hiyo inarudi. Hali hiyo kirudi ndo naona kama usingizi, naamua kupumzika kwenye dawati. Sasa ulipokuja, nilipofika Jumapili, nikamwambia Habibu, nilimpigia simu usiku nikamwambia Habibu, vipi? Unaweza kushuka huko kwa mchungaji? Alimwambia Habibu. Ulipigia simu? Ndio. Habibu akasema kwamba kwa kesho mimi sitafika, utakutana na wazazi hapo utaenda nao. Nikamwambia basi sawa. Habibu, njoo watu wakuone pia kwenye kamera. Njoo tu wakuone hapa. Habibu mwenyewe ndio huyo alipigiwa simu. Alipoambiwa habari za uponyaji huduma. Alikwambiaje Habibu kwanza kwa mpiga? Alikwambia Habibu wewe ndio huyu. Habibu alikwambiaje? Ngoja usongoje mpige simu usiku. Alikushuhudiaje? Tuambie alikushuhudia kwanza. Yaani Habibu, kuna kipindi alikuwa anatembea yaani kama mtu aeleweki hivi, yaani wenzake wakawa wanamtania sana. Anambia vipi, mbona unatembea kama msanii fulani? Aueleweki vipi? Kuna nini? Habibu akawa anachukuliza, akaja akaniuliza kwa nini natembeaje? Nikamwambia mbona unatembea vizuri, leo jaribu kushusha dakika moja hivi ukae sawa. Kweli akawa anatembea hivyo, lakini ndo akaja siku hiyo, ilikuwa Ijumaa, tulikuwa maabara tunasoma naye. Nikamwambia mbona ikifika usiku mimi kichwa kinaniuma, sielewi mazingira. Akaniambia jamaa, wewe ungejua ile siku wakati natembea hivi mimi nilikuwa nimeshanenea maneno mabaya juu yangu. Nikamwambia sasa ulivyonenea ulichukua hatua gani? Akaniambia nilipelekwa na kundi. Kumbe ile ilikuwa nikifunga na tembea hivi, kumbe kuna tatizo. Hatujafuata habari kwa Ayubu. Kumbe mwana kupokea uponyaji yani kakazi ndo anamshia. Nilipelekwa kule baada kuhudumiwa yani kaka nini? Sio ilivyokuwa. Wewe kuna muujiza ulitendeka jamani, hatujui muujiza wa watu wa Mungu. Ananiambia kwamba lakini yule mchungaji msimwamini. Nikamwambia kwa nini usimwamini? Wakati umeshakaa sawa. Ananiambia wewe twende utaenda kujionea nini mwenyewe. Ndio. Kweli ilikuwa imebaki wiki mbili tuingie kwenye mtihani wa taifa. Jumapili saa kuamkia Jumatatu ambaye tuanze mitihani yetu, nikamwambia bibi nimepata nafasi tuende. Akasema hamna jamaa, tusome kesho mtihani. Nikamwambia basi sawa. Nikamwambia tutaenda lini? Akaniambia tukimaliza mitihani. Nikamwambia basi sawa, nitasubiri, ila kabla ile tutajengia praki. Nikamwambia mimi nitakuja. Ndio. Kabla tujengia praki kweli ndo nikawasiliana naye. Akanipa hizo taarifa nikutane na wazazi nije nao mpaka hapa. Ndo nikaja nao mpaka hapa. Baada ya kuja hapa mtumishi akasema. Nikasemaje? Nisikie shuhuda nikasemaje? Ndio kuja hapa mbele akaniambia kwamba wewe umetumia dawa za kienyeji na kuna kitu kwenye kifua chako na kiona ambacho ni kizito umekibeba.
nikajiongelea kwenye nafsi yangu. Ukasema hivyo nafsi ukajiongeleaje? Sema sio viongelea nafsi baada kusikia kwambia hivyo. Anasema ni nini hicho afu na kwa nini amejua? Mbona kwa nini amejua? Kwa sababu amejua. Kwa hiyo unataka kile. Kwa hiyo kwa sababu amejua twende. Na mbona sijakutana naye mahali yoyote? Sijakutana mahali popote, hapo amejuaje huyu? Nikasema sawa, kwa imani tu. Ngoja nifunguliwe, kama kipo kitaondoka. Sawa. Pesa makofi. Kwa acha nifungulie, baada ashajua. Acha nifungulie kama kipo kitaondoka, Shuhuda mzuri kweli. Kweli. Tukafanya ibada hapa. Tulikuwa nje ya muda. Mchungaji akaturuhusu. Ila fundi akasema kwa muda huu sisi tunaomba tubaki ili tuangalie zaidi. Tukabaki kweli. Ukamwangalia kakake Abibu. Ndio. Mohamed. Ukamwangalia, ukamsaidia, ukamwambia aje na sadaka ya agano. Ya ukombozi. Ndio. Na ukaniangalia na mimi akaniambia mimi njoo panda madhabahuni. Ukaanza kunifanyia ibada. Nikaa naanguka sielewi. Uelewi. Akaanza kula meleka sasa bila kuelewa. Sielewi. Nilichukulia hali ya kawaida, lakini nikasema basi kama nguvu ziko hapa za Mungu basi nitakomboleka. Kama nguvu za Mungu ziko hapa kweli nitakomboleka. Amina, ndio. Kaniambia kwamba ukitoka hapa utaenda kutafuta msosi. Na uko jana vizuri. Sasa tangu umekuja, uko huwezi kula vizuri. Ndio. Unaona? Tayari anakuja ibadani kwa huwezi kula. Ulipotoka hapo kwamba utakula vizuri kafika nyumbani ikawaje? Tuambie kwa haraka. Nilipofika nyumbani ndio nikapatiwa chakula, nikamwambia pikeni kingine. Pikeni kingine. Amepatia chakula akala kwa pikeni kingine. Vipi baba alisemaje sasa? Tushie waliosikia walipokea mama kwanza kumwambia anasikia hivyo sasa pikeni kingine tena alikwambia au na mtu chochote alichozungumza. Ilikuwa mdogo wangu ndio yuko akaniambia mafuta mimi, nikamwambia nimchukue hela nenda kachukua mafuta upike. Mama alikuwa bado hajarudi, nikamsubiria nikamwambia mama ndo akaniambia umetumia dawa, nikamwambia mimi dawa ziache zitumie. Dawa za nini ziache zitumie? Inua inakuja kazini hapo. Haleluya. Nikamwambia mimi rafiki yangu tumeondoka naye tukaenda Kititimo, maeneo Kititimo kwa mchungaji, tukaonana naye. Kwa mchungaji Peter la Soyo. Ulikumbuka jina wewe? Nilimwambia. Ndio. Nikamwambia kila kitu, akaniambia huyu anataka kukuchonganisha bwana. Nikamwambia hamna. Sasa kama angetaka kunichonganisha kwa nini amenisaidia? Anza huyu anataka kuchonganisha. Kwamba kuchonganisha mama alimwambia kwa kwenda dawa za kienyeji. Aliambia amekuja dawa za kienyeji. Anza huyu anataka kuchonganisha. Sasa angetaka kuchonganisha mbona amenisaidia? Unaona? Ana maneno mazuri kweli. Huyu hawezi kuchonganisha. Huyu atakuleta uponyaji. Amina. Tuendelee. Tunapata stories pia baada ya mama kusikia shuhuda. Akaniambia kwamba utajua na wewe kama umeamua kwenda huko nenda. Utajua mwenyewe kama umeamua kwenda huko. Ya sawa. Ndio akaniambia sitaki uje niambie tena habari za dawa. Hilo halina shida, wewe tafuta tu hela tumia kwenye kujenga nyumba. Wewe tafuta tu hela wewe ndio kujenga hata nyumba yetu bwana. Ndio. Sio nishirikie tena. Haleluya. Toka maneno ushijayo. Wewe mama tafuta tu hela. Kwa maneno mengine. Wala sio tena kushirikana. Mimi tayari napata dokta. Bibu bwana ikafika mpaka leo hii. Yaani nikampigia Bibu simu nikamwambia tukutane hapo TRA tuje. Ndio. Sema sawa. Mimi ndo nikashangaa nimetangulia kabla yake. Unajua ushaparuta vizuri kabisa. Hayuko vizuri. Sasa na leo tutatendeka hapo, yaani umekuwa mzima tayari wewe. Yaani wewe umekuwa mzima tayari. Mama akatafuta pesa tu afanye mambo mengine. Wewe umekuwa nini? Mzima. Umekuwa mzima. Yaani wewe una shuhuda nzuri sana kumsaidia mama na wengine zaidi. Na hapo ndio unasikia sasa hivi.
Ukijiangalia unajisikia yeye, nafsi mwako ukijiangalia unajisikia siaje? Najisikia kawaida sana, maana wakati natoka nyumbani nasema leo hii nimefunga kwa ajili ya imani. Nikienda nifungie kila kitu. Na roho imefanya kazi kila kitu. Kwa vyote ndani ya mwili. Na kuangalia wewe ndugu wapi? Wewe amekuwa mzima wewe. Mina amekuwa imani yake imeokoa. Paka mama anashangaa imani. Kama mama upendoko bwana. Unajua mwenyewe bwana. Usiniambie tena bwana wewe mama wewe tafuta fedha fanya mambo mengine. Habari ya mambo yangu ya tayari shampata daktari. Haleluya. Wazima wote katika jina la Yesu Kristo sema amina. Hakuna agano litakasimama ndani yako sema amina. Hakuna mambo ya giza litakasimama ndani yako sema amina. Kila mambo zote zimevunjwa za giza, za waganga, za washirikina, za wachawi, tuishi ya mbali yao, za mizimu, puti ya mbali sema amina. Pokea imekuwa kwako hivyo. Amen. Barikiwe. Aibu barikiwe. Amen.